nimetoka gerezani Ukonga na nimeonana na Mheshimiwa Lissu. Kama mnavyojua, Lissu alikamatwa, amefunguliwa kesi kubwa ya treason, uhaini. Hukumu ya kesi ya uhaini kwa mujibu wa sheria za nchi hii ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo mtu aliyepigwa risasi 16 mwaka 2017 Mungu akamuokoa. Serikali ya Rais Samia imempa kesi ambayo wanataka wamhukumu na wamnyonge, wamuue. Hajaiba kitu cha mtu, hajaua mtu. Anachosema ni kwamba anahitaji mifumo huru na haki ya kusimamia uchaguzi ambao haumpendelei mtu yoyote, ili Watanzania muwe na haki kwa mujibu wa katiba hii ibara ya 8 kupata kiongozi anayetokana na nyie. Hilo ndio kosa lililosababisha wamempa kesi ya uhaini, treason. Sasa amesema kwanza yuko vizuri. Yes, yuko vizuri. Ana afya njema. Nimeongea naye. Ameniambia mapambano yaendelee. Ameniambia mapambano yaendelee. Na mimi nasema mapambano yaendelee. Wangapi mnasema mapambano yaendelee? Asante. Mwenyekiti wetu yuko jela. Jana Ijumaa ni jana. Anakimbizwa kuhamishwa magereza. Mguu mmoja ni mfupi. Mwili umejaa risasi, amefanywa operation 25. Hayuko jela kwa sababu ameiba gari ama TV. Yuko jela kwa sababu anapigania mabadiliko bora ya nchi. Nataka nianze na alipomaliza mwenyekiti wetu wa kanda. Ameongea kitu kikubwa na kizito sana, lakini na uhakika hamjakisikiliza na kukielewa vizuri. Anasema mtu anapotea na Boni amekuwa ni mwanaharakati wa kutoa taarifa za watu waliotekwa na kupotea. Mtu anakutumia message inbox, anamwambia mme wangu ametekwa, naomba unisaidie kupeleka taarifa. Alafu yeye anachukua ile taarifa kwa sababu kaambiwa na mke, anaipeleka hadharani ili wachangiaji wengine waingie, watengeneze awareness ya haki kutafutwa. Mke anapiga simu, anasema ile habari ulioandika mme wangu amepotea, bosi wake amechukia, imeenda hadharani. Mwenyekiti wa kanda anamuuliza huyo mama, mme wako amepatikana? Anasema hajapatikana, lakini hiyo story imemkwaza bosi wake. Mimi na uhakika ukifanyika utafiti nchi hii, kuna chakula tulikula tukiwa wadogo na watu wazima ambacho kimeharibu akili zetu. Na uhakika. Na uhakika. Nilikuwa namwambia mwenyekiti wa vijana hapa, namwambia inawezekanaje, nikamwambia angalia mali tunakotumia. Huu ndio mji mkubwa wa kibiashara Tanzania. Una watu milioni 7. Yaani tumesimama katikati ya dimbwi lenye kipindupindu, afu hatuoni noma. Yaani hatuoni noma. Yaani ni kawaida kabisa. Mwenyekiti wa kanda anasema, na nafahamu hiyo story, alitoa taarifa ya mtu kuuawa, na ndugu ndio alitoa taarifa, akaanza kuisema ile taarifa. Sasa hivi akashtakiwa, ameshtakiwa, polisi wamewafuata ndugu waliouawa, alafu ndugu aliyeuawa anakuja kuwa shahidi zidi ya mtu aliyekuwa anamtetea ndugu yao.
Uipigania nchi, usifanye kwa ajili ya watu, fanya kwa ajili ya Mungu na mbinguni. Kabisa nakwambia. Hakuna watu wanachosha kama Watanzania. Leo ni Jumamosi ya Pasaka. Kesho ni Pasaka. Sisi ni machikimogo kabisa. Tunajua yada. Tunajua baadhi lipo. Tunajua warembo wenu walipo. We know bro, we know man. We are also kaksi. Pia sisi ni makaksi. Lakini angalia kundi lote. Badala ya kuandaa sikukuu kesho, linakuja kufanya mkutano wa kuongea na wananchi. Mwenyekiti wetu yuko jela. Jana Ijumaa ni jana. Anakimbizwa kuhamishwa magereza. Mguu mmoja ni mfupi. Mwili umejaa risasi, amefanywa operation 25. Hayuko jela kwa sababu ameiba gari ama TV. Yuko jela kwa sababu anapigania mabadiliko bora ya nchi. Alafu unaita mkutano Dar es Salaam. Kienda hapo nyumba tu, watu wanakula mishikaki, wanakunywa pombe, wanaangalia mipira, hawajali. Na hakuna mji unaharibu nchi hii kama mji wa Dar es Salaam. Nakwambia, mnaharibu sana nchi. Kwa sababu ndio mji mkubwa wenye watu wengi, lakini na watu ambao fikra zao katika mageuzi ziko chini sana. Ni mji umejaa stories za ajabu. Si Manara mtaliki mke wake. Mke wa Manara aingia na benzi kwenda kuvunja talaka. Alikamwe na tunanule. Alikamwe apigwa faini. Yaani ukisikiliza story za Dar es Salaam vijiweni unaweza ukadata. Mahali ambako hospitalini mwanamke mjamzito anajifungua chini. Watoto wanakamatwa, wanaitwa panya road, wanapigwa risasi. Vijana hawana kazi, vijana wote nchi nzima wamekuwa bodaboda. Nenda Masaki usiku, nenda Sinza usiku, watoto wa kike miaka 18, 19, 20 wanauza miili yao. Una bageni kununua mwili wa mwanamke kwa ajili ya mapenzi kwa shilingi 5,000. Huu mji ndio unaongoza kwa watu kula vichwa vya kuku na miguu ya kuku na utumbo wa kuku. Mimi kwanza sijui kama utumbo wa kuku leo nimekuja kujulia ndani hivyo kwa mkubwa. Pita Tandale, pita Vingunguti, unauona wa maskini kwa macho. Pita katikati hapa Msasani. Na wale vijana wanaonisikiliza wana hela, hawana hela. Ni kwa sababu wanapata mitumba bora kwa bei rahisi. Wakivaa wanaonekana wana hela, ila wamechoka na wenyewe. Hasa hali inazidi kuwa mbaya. Na hatuwezi kubadilisha nchi kama hatubadilishi serikali. Na hatuwezi kubadilisha serikali kwa kutumia bunduki. Hiki ni chama cha siasa kinabadilisha serikali kwa ushawishi kwa wananchi. Sasa nyie, amesema Boni hapa, na mimi nawaza kama yeye. Kuna sana niuliza, hivi nampigania nani? Mimi naenda lock up zaidi ya mara 100 toka nimeingia kwenye siasa. Lock up zaidi ya mara 100. Nimekwenda magereza mara nyingi. Nimekwenda mahakamani mara nyingi. Sijawahi kushtakiwa kwa kesi yoyote binafsi zaidi ya kesi za masuala ya siasa. Lakini watu wanaopiganiwa hawajali. Na wako wanachadema walienda CCM, tunawashutumu. Ukweli ni kwamba kabla ya kuwaita wasaliti, niye mmekuwa wa kwanza kusaliti kazi inayofanyika. Na ndio maana watu wengine wameamua kuwa wafanyabiashara ndani ya siasa kwa sababu hamweleki. Hamweleki. Mtu anaona analetewa dili ya pesa. Unataka kuikataa, unasema na sacrifice kwa ajili ya credibility na integrity. Sitaki hii pesa, bora mniue. Na sio pesa ndogo, pesa nyingi, mabilioni. Halafu unaangalia wananchi wenyewe kwamba kuna Dar es Salaam kuna wakati hakuna maji. Maji yamekatika Dar nzima. Mnaitoa mtu mama amenunua goli la Simba. Wote mnakwenda wazimu. Mama amenunua goli, mama amenunua goli, mama. Dar nzima ukienda vijiweni kote. Nyie vipi? Nyie vipi? Sisi tumekuja kufanya mikutano ya hadhara. Nimetoka Arusha nyumbani.
Pasaka hii nalala hotelini kusubiri Jumatatu tuendelee na kazi kama hii, kuelimisha. Na sisi nguvu yetu tulionayo ni kuelimisha nyinyi mtuelewe. Kwa nini tunasema no reforms, no election? Na kwa nini tumesema Dar es Salaam lazima tuiamshe? Na mheshimiwa mwenyekiti wa kanda, hapa mikutano michache ya kufanya ndani ya miezi minne na kuja tufanye mikutano 200 300. Tusituje tumuelewe. Mkiwa huko mitandaoni utafikiri kuna watu nchini, lakini mnaangusha nchi. Na serikali imeshajua. Na hawa polisi hawa mnaofikiri wanaonea, hawaonei. Ila ni kwa sababu hakuna umma ambao umekuwa jasiri kiasi cha kwamba mkuu wa jeshi la polisi akienda kwenye kikao amwambie rais, amwambie CCM kwamba jamani, jambo hili mnataka kulifanya, umma unaweza ukachukia, na umma ukichukia utahatarisha usalama wa nchi. Watu wa usalama wa nchi huwa wanashauri serikali vinginevyo kama wananchi wako imara. Kwa tabia hii inayoiona Tanzania, Chadema wakishika nchi, mkaendelea kuwa hivi mlivyo, Chadema wanaweza wakawa wabaya kuliko CCM, kwa sababu mlinzi wa nchi na ubora wa nchi ni mwananchi ambaye amekuwa imara katika kufikiri.